Mtunga Zaburi katika Zaburi ile ya 121 anazungumza akisema, nitayainua macho yangu niitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie kulindaye, na hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Watu wa Mungu, Roho wa Mungu ananiongoza kunena na nyinyi kidogo katika kitabu hiki cha Zaburi ya 128. Anasema, msaada wangu utatoka wapi? Mtunga Zaburi anasema, nitayainua macho yangu nitazame milima. Unafikiri ni kwa nini anasema nitazame milima, alafu anasema msaada wangu utatoka wapi? Mtunga Zaburi anaweza kumaanisha kwamba anatazama mahali pa chini pote. Anatazama vitu vilivyo vya karibu yake vyote, akitegemea kwamba msaada utatoka, alafu akakosa msaada. Anasema sasa nalirusha jicho lake sehemu ya milimani, kwamba huenda msaada wangu sasa, kwa sababu umekosekana mahali hapa nilipo, huenda ukatokea msaada katika milima. Kwa sababu Mungu hata yeye alinena na baba zetu na babu zetu akiwa anatokea kwenye milima, basi huenda nikitazama milima nikapata msaada. Lakini pia mlima anaweza akawa anatazama ufahari alio nao. Inaweza ikatafsiriwa mlima vile vile kama fahari. Mlima ni kitu kikubwa ambacho kinainuka kiko juu. Kwa hivyo inaweza ikatafsiriwa pia mlima kama mali ulizo nazo, au cheo ulicho nacho, au tabia nzuri, umaarufu ulio nao. Inaweza ikatafsiriwa mlima kama umaarufu mkubwa ulio nao, ambapo ule umaarufu ungehisi kwamba pengine ule umaarufu ungeweza kukupa msaada. Lakini mwisho wa siku unagundua kwamba pamoja na kutazama tena katika umaarufu wako, unaona bado unashindwa kukupa kitu chochote, kama mtunga Zaburi ambavyo anasema, nitayainua macho yangu nitazame milima. Alafu anajiuliza baada ya kutazama, msaada wangu utatoka wapi? Kama vile unavyoweza kusema, ningetazama sana katika pesa zangu, ningetazama katika mali zangu, katika viwanja vyangu, msaada wangu utatoka sehemu gani? Lakini kuna wakati utashangaa kwamba pamoja na mali ulizo nazo, unafikia katika wakati ambapo hata mali zako hazikusaidii. Sijasema tusiwe na mali, tunahitajika tuwe nazo nyingi, lakini namaanisha kwamba Mungu ndiye tumaini na Mungu ndiye msaada nyakati zote. Mtunga Zaburi anasema, msaada wangu utatoka wapi? Pamoja na kutazama katika milima, pamoja na kutazama katika mali zangu, na kutazama katika pesa zangu, katika wazazi wangu, katika rafiki zangu, katika kila kitu ambacho mimi ninakiamini, msaada wangu utatoka wapi? Ni kana kwamba mtunga Zaburi anatazama katika vitu vyote hivyo, alafu anaona hapati msaada mahali popote. Anajiuliza, msaada wangu utatoka wapi? Mwisho anasema, msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Haleluya. Sasa watu wa Mungu, ni wakati ambapo tunapaswa kumtazama Bwana kama msaada kamili. Kisitokee kitu chochote kile ambacho kinakufanya wewe uamini kwamba kitakusaidia nyakati zote. Ni vyema ukaamini kabisa kwamba katika Mungu ndipo mahali ambapo msaada mkubwa ulipo. Haijalishi uko katika hali gani,
haijalishi una mali au huna. Msaada wako utatoka wapi? Msaada wako katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Karibu sana katika kitabu chetu hiki cha Kutoka. Leo tunasoma katika sura hii ya 21. Sura yetu hii ya 21 ina mistari 36 na tutaupitia vizuri kwa uharaka kidogo, lakini kabla ya yote tuweze kuomba. Asante Mungu Muumba wa mbingu na nchi, asante kwa wakati huu. Jina lako na litukuzwe sana. Tunakushukuru kwa wakati huu. Msaada wetu ungetoka wapi? Msaada wetu ukatika wewe uliyezifanya mbingu na nchi. Tupe usikivu mwema katika somo hili. Kupitia jina la Yesu Kristo liweze kutubariki. Amina. Basi hukumu utakazoziweka mbele za watu ni hizi. Ukimnunua mtumwa wa Kiebrania atakutumikia muda wa miaka 6. Mwaka wa 7 atatoka kwako huru bure. Kwamba aliingia kwako peke yake tu, atatoka hivyo peke yake. Kwamba ameoa mkewe, atatoka aende pamoja naye. Kwamba ni bwana wake aliyempa huyo mke, naye amemzalia wana wa kiume na au wa kike, yule mke na wanawe watakuwa ni mali ya bwana wake, naye mume atatoka peke yake. Lakini huyo mtumwa akisema waziwazi, mimi nampenda bwana wangu na mke wangu na watoto wangu, sitaki mimi kutoka niwe huru, ndipo hapo huyo bwana wake atamleta mbele ya Mungu na kumleta mlangoni au penye mwimo wa mlango, na bwana wake atalitoboa sikio lake kwa uma, ndipo atamtumikia siku zote. Mtu akimuuza binti yake awe kijakazi, hata toka yeye kama watumwa wa kiume watokavyo. Kwamba bwana wake hakupendezwa naye akiwa amemposa, ndipo atakubali akombolewe. Hana amri yeye kumuuza aende kwa watu wageni, maana amemtenda kwa udanganyifu. Kwamba amposa mwanawe, atamtendea kama desturi zipasavyo binti zake. Kwamba ajitwalia mke mwingine, chakula chake huyo na nguo zake na ngono yake hatampunguzia. Kwamba hamfanyii mambo haya matatu, ndipo atatoka aende bure pasipo kutolewa mali. Mtu awaye yote ampigaye mtu hata akafa, hana budi atauawa huyo. Lakini kama hakumvizia ila Mungu amemtia mkononi mwake, basi nitakuonyesha mahali atakapo pa kimbilia. Lakini mtu akimwendea mwenziwe kwa kujikinai, kusudi apate kumua kwa hila, huyo utamwondoa hata madhabahuni pangu auawe. Ampigaye baba yake au mama yake, sharti atauawa. Yeye amwibaye mtu na kumuuza, au akipatikana mkononi mwake, sharti atauawa huyo. Yeye amwapizaye baba yake au mama yake, sharti atauawa. Watu wakigombana na mmoja akimpiga mwenziwe kwa jiwe au kwa konde, asife, lakini yualazwa kitandani mwake. Atakapoinuka tena na kuenenda nje kwa kutegemea fimbo, ndipo hapo yule aliyempiga ataachwa, ila atamlipa kwa ajili ya hayo majira yake yaliyompotea, naye atamuguza hata apone kabisa. Mtu akimpiga mtumwa wake au kijakazi kwake kwa fimbo, naye akifa mkononi mwake, hana budi ataadhibiwa. Lakini akipona siku 1 au 2, hataadhibiwa, maana ni mali yake. Watu waume wakiteta pamoja, wakamumiza mwanamke mwenye mimba hata akaharibu mimba, tena yasiwe madhara zaidi, sharti atatozwa mali kama atakavyomwandikia mumewe huyo mwanamke.
atalipa kama hao waamuzi watakavyosema. Lakini kwamba pana madhara zaidi, ndipo utatoza uhai kwa uhai, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu. Kuteketeza kwa kuteketeza, jeraha kwa jeraha, chubuko kwa ajili ya chubuko. Mtu akimpiga mtumwa wake jicho au jicho la kijakazi chake na kuliharibu, atamwacha huru kwa ajili ya jicho lake. Au akimpiga mtumwa wake jino likang'oka au jino la kijakazi chake, atamwacha huru kwa ajili ya jino lake. Ng'ombe akipiga pembe mtu mume au mtu mke nao wakafa, huyo ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe, nyama yake isiliwe, lakini mwenye huyo ng'ombe ataachiliwa. Lakini kwamba huyo ng'ombe alizoea kupiga watu tangu hapo, naye mwenyewe ameonyeshwa jambo hilo wala asimzuie, naye amemuua mtu mume au mwanamke, huyo ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe na huyo mwenyewe naye atauawa. Lakini ikiandikiwa ukombozi, ndipo atakapotoa kwa ajili ya uhai wake hicho atakachoandikiwa. Akiwa ng'ombe amempiga pembe mtoto wa kiume na kumtumbua, au akiwa amempiga mtoto wa kike, atatendwa kama hukumu hiyo. Ng'ombe akimtumbua mtumwa mume au kijakazi, mwenye ng'ombe atampa bwana wao shekeli 30 za fedha, naye ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe. Kwamba mtu atafunua shimo au kuchimba shimo naye asilifunike, kisha ikawa ng'ombe au punda kutumbukia humo, mwenye shimo atalipa. Atampa huyo mwenye mnyama fedha, na mnyama aliyekufa atakuwa ni wake. Ng'ombe wa mtu akimuumiza ng'ombe wa mtu mwingine hata akafa, ndipo watamuuza huyo ng'ombe aliye hai na kugawanya thamani yake, na ng'ombe aliyekufa pia watamgawanya. Au kwamba alijulikana ya kuwa ng'ombe tangu hapo amezoea kupiga kwa pembe, wala mwenyewe asimzuie, ndipo atakapolipa yeye ng'ombe kwa ng'ombe, na huyo ng'ombe aliyekufa atakuwa ni wake. Msikilizaji, katika sehemu hii tunayapata mambo mengi sana, lakini ninafahamu katika jamii ya Wakristo kuna mambo ambayo ukiyazungumza yanaweza yakaleta shida sana. Lakini sasa mimi leo nisizungumze sana, lakini katika sehemu hii ya Kutoka sura ya 21, mimi niwaache na mstari wa 10 na wa 11. Unasema kwamba ajitwalia mke mwingine, chakula chake huyo na nguo zake na ngono yake hatampunguzia. Kwamba hamfanyii mambo haya matatu, ndipo atatoka aende bure pasipo kutolewa mahali. Kwamba ajitwalia mke mwingine, chakula chake huyo na nguo zake na ngono yake hatampunguzia. Kwamba hamfanyii mambo hayo matatu, ndipo atatoka aende bure pasipo kutolewa mali. Mistari miwili hii ningetamani sana tukaisome na kuitafakari, alafu tuweke mjadala hapa chini. Vipi, kwamba unaelewa jambo gani hapa? Kuna somo ambalo linaandaliwa, kuna siku tutaliweka humu vizuri, na fikiri ni moja ya masomo ambayo katika jamii zetu za Kikristo ni vigumu sana kuyasoma, lakini wakati utakapobidi itabidi tuyafikie. Lakini kwa siku ya leo, hapo ndio mwisho wa sura hii ya 21. Mungu awabariki sana kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.